ndoa ambayo haijahalalishwa kisheria ama hamjapitia yale maneno ya kitamaduni, haijawa kwamba ni ndoa ambayo imewekwa wazi, lazima huyo mtu ambaye unaishi naye, kwa mfano mzee akaondoka, yule mke hawezi akagaiwa mali vile ambavyo ilikuwa hapo awali. Sheria ilibadilishwa. Lakini kama sasa umehalalisha, ndio hivyo sasa kwa sasa ni official. Kwa mtu ambaye hakujui vizuri, na hebu tugusie historia yako kidogo tu kwa muda wa takriban dakika 1.5 hivi. Kwa majina ni Dr. Ezekiel Lazarus Kiwea, ni natoka Eastern, pande wa Makueni, na ni specialty yangu kando na uchungaji ni kwamba mimi ni daktari wa tiba asili. Ninashughulika na tiba kama oxygen therapy, ozone therapy, electroacupuncture, herbal, what you call irrigation. Na irrigation, kuna vitu mbona nimepotea kidogo ya colon irrigation. Wao sio kulima. Sio kulima, irrigation, colon irrigation. Na pia mimi ni mtaalamu wa cryptocurrency. Tutakuja hapo. Na nataka pia siku moja, maybe labda next week, unajua jana niligusia kwamba tutaigusia kidogo. Kwa hivyo lazima tutaigusia pia. Hebu niambie, unaposema kwamba irrigation, hiyo ndio ambayo imenishangaza. Irrigation ambayo tunajua ni kunyunyizia mashamba maji. Hayo ni masuala ambayo tunajua katika ukulima. Inakuwaje katika masuala ya tiba? Na irrigation ni njia ya kutoa uchafu kwenye utumbo. Kwa sababu mara nyingi watu wakila chakula, hasa nyama ambayo inachukua muda mrefu. Nyama? Inachukua muda gani? Mrefu sana. Saa zingine masaa mengi, zaidi ya masaa 36. Kabla hisabu inaisha. Unakuta mtu amekula nyama saa hii, amekula saa 7, amekula jioni, kesho asubuhi amekula, wafuatanisha. Kwa hivyo unakuwa kwamba zimeclog pale kwenye colon pale. Na ni kama zinaoza. Na ni mojawapo ya mwanzo wa uric acid katika mwili. Nimeona sikia huko sikula nyama, ndiposa gout na nini kama hizi zije kusumbua. Na hiyo ni shida kubwa. Na hasa sana ndio inaleta bloating, usikia watu na gas ina bloating kule kushikwa na gas kwenye tumbo. Na pia inaleta madhara mengi. Inaweza kuwa breeding place kwa ile inaitwa H pylori. Na hasa watu wengi unawaona wako na uchofu sana. Uchofu wa mwili, uchofu tu na mkono, uchofu wa kwamba colon hujafanya kazi, umerauka tu asubuhi, lakini uchofu sasa. Unakuta kwamba kwenye colon yako labda kuna chakula kimekwama pale na hakijatoka. Na kuna zingine zinakwama kwenye ukuta wa colon, inakuwa kingine kikipita kimekwama pale. Ndio huwa tunasaidia mtu, naambia mtu ni vizuri hata kama ni baada ya miezi 3 ama 4 ukafanya colon cleanse. Colon cleanse kuna ile inayotumia dawa. Sasa ni dawa ni nini? Kuna moja inatumia dawa, colon cleanse, kuna nyingine inaitwa shake out. Shake out inachukua masaa kama 5. Inaanza kureact na uchafu kabisa. Yaani ukimaliza unasikia kama mtoto amezaliwa. Alafu kuna hiyo ni dawa ama ni mbegu sasa? Ni dawa. Kwa sababu kuna Wamasai ambao wanazunguka huko na mbegu. Nasikia watu wakinywa ama wakila hizo mbegu wanaendesha. Ila tatizo ni vizuri wajue sikuje ikaumiza the wall of the intestine. Kwa hivyo inaweza umiza. Kwa sababu wajua ni vizuri kuwa na study vile inapeana kiasi. Kweli. Advanced reactions zake ni vizuri wao waangalifu tu. Kwa hivyo si lazima kila dawa unasikia inalisha unachukua. Kwa sababu kingine ni vizuri jua huyo mtu ako na hali gani kabla umpe dawa alishe. Unaweza kumpa dawa akiwa na condition ikamuumiza. Na niulize kwa mfano hii colon cleansing ambayo umesema ni irrigation sana tofauti. Irrigation tofauti na colon cleansing. Nimeeleza tofauti ya kusafisha utumbo. Ni njia mbili tofauti. Alafu ina cost pesa kama alafu ya 3. Irrigation na cost kama 2800. Na hii tunakuweka kwenye tube fulani. Ambayo inasaidia kusafisha utumbo. Itaingizwa ndani ama inafanya nini? Inaingizwa ndani. So kuna mix ya dawa tunaweka ambayo ikiingia ndani baada ya dakika kama 5-10 inaenda kiosha hiyo colon, unasikia kwenda choo. Ukienda unatoa uchafu, ingiza tena unaenda unatoa uchafu. Kwa hivyo kwa muda wa masaa 1.5 tayari irrigation imeisha. Naona uko sawa. Kwa hivyo ni kitu rahisi hicho. Kwa kuna wengine wanaogopa dawa za kumeza kwa sababu labda wengine itafanya utumbo kidogo, itachukua muda mrefu, lakini hii unaifanya na kwa sababu wengine ukikunywa uende ukapishikwa na kwenda kwenye haja wakati wote kama kwenye traffic.
Hebu daktari kwanza tutuambie, kwa sababu haya ni mambo mapya kliniki yenu iko wapi? Iko hapa karibu na Malusi Kibaki Hospital hapa Umoja, lakini tuko upande wa Nasra Garden Estate. Pale Naivas nyuma ya Naivas. Karibu na Malusi mbele kidogo gate A, fika pale Naivas nyuma ya Naivas. Tutakuta Alpha Natural Cures. Ndio hapo ndio tuko. Okay. Daktari, hebu niambie, kuna magonjwa ambayo huwa tunaambiwa ni incurable na kuna magonjwa ambayo inasemekana kwamba utakuwa on medication ama utakuwa unatumia dawa maisha yako yote. Lakini nyinyi kama Alpha mnasema kuna magonjwa ambayo yamekuwa classified hivyo, lakini naturally mnayatibu. Hebu nigusie haya magonjwa. Naam, kitu cha kwanza, haya magonjwa ambayo kulingana na conventional medicine inaambiwa haiwezi kupona, tuyaite condition. It's a condition. Kwa maana hayajaletwa tuseme na kitu kama virus ama bacteria. No, hayo yameletwa ni kwamba kuna organ fulani ama tissue ama even from cellular level ya mwili wako ambayo haifanyi kazi inavyopaswa. Sasa hiyo ni condition hiyo. Sasa ngoma iko hapa. Dawa ambayo tunatumia conventionally haziwezi zikafix organ ya mwili ikaanza kufanya kazi. Kwa nini? Kwa sababu they are chemically developed. Okay. Na mwili wetu ni natural. Kwa hivyo ni vitu vile ambavyo vinakinzana kabisa. Kama ingekuwa ni mdudu zitaua vizuri haraka. Lakini ikifika hali ya condition haiwezi, kwa maana mwili kwanza tayari umeumia, haufanyi kazi vizuri, au hitaji kemikali, unapewa kemikali. Kwa hivyo inakuwa haiwezi kupona. Ndio maana unaona for example tuchukue kama sukari. Sukari zile dawa unapewa zinakupea insulin. Zenyewe ni kama insulin. Kwa hivyo sio tu kwamba inasaidia mwili kuproduce insulin. Zenyewe ni insulin. Sasa tatizo liko pale. Kwa hivyo condition inakuwa kwamba mwili kuna kiungo, kuna ila cellular level ama tissue ambayo ifanye kazi vizuri. Sasa unapopea dawa ambayo ni chemical, haiwezi kuassimilate because mwili lazima kuwa assimilate na kile kinaponyesha. Ndio maana unaona hata madaktari katika conventional medicine world unasikia wanakuambia ni vizuri utunze mambo ya nini ya makuli, yani vile unakula vyakula, kwa sababu wanataka mwili wako uwe in line with what can try to reverse and maybe repair ile kitu ambacho kimekuwa kiko sawa. Sasa katika magonjwa haya tunaanzia kutoka sukari, kisukari, tunakuja blood pressure, tunakuja ugonjwa wa pumu, hiyo ni asthma, allergies hayo. Tunaendea cancer. Unaona so yanafuatana magonjwa mengi sana, hemorrhoids. Kwa hivyo nyinyi hamfanyi surgery, yani vitu vya shambani tu. Hatufanyi surgery. Kile tunafanya ni kwamba tunahakikisha kama ni condition tunaipea kitu ambacho kinarudisha kwa hali yake ya kwanza ile tissue ambayo ama ile organ ambayo imekuwa affected. Kama unatibu sukari lazima udeal with the pancreatic cell. Ujue kwamba the pancreas is able, inaweza kuproduce insulin, imekuwa sawa. Ama kama ni mwili kuna kitu inaitwa autoimmune kwamba ni mwili wenyewe unakataa insulin, basi una fix the autoimmune issue. So hivyo ndio unafanya. Na ndio maana unakuta kwamba inaleta utata kidogo watu wanaposikia kusema natural medicine inaweza kuponya sukari, inaweza ikaponya asthma. Vipi inawezekanaje? We've been in hospitals, it doesn't work and all that. Na ndio kwa kweli hata sasa tunapoongea juu ya corona, dawa inaweza kufix corona ni hapo medicine. Ukweli. Na kwa haraka conventional medicine itaua kile. Lakini kama mapafu yameharibika, sasa unajua ita reverse kweli, kwa sababu kama ni wakati virus kanaingia katagoma na conventional medicine mara moja inasaidika, ni vizuri inapona. Ila sasa kama mapafu yameharibika, hapo kuna tatizo, kuna ngoma. Itakuwa lazima virus, lakini the upper respiratory system iko repair. Kwa maana viungo vyote vya mwili vyote mahali ziko zinaweza ku regenerate. They can
Kama kucha ukikata kwa mfano, unakata kucha baada ya wiki 2 imerudi. Sasa zingine unaweza ukakata kucha ikafika huko ina bleed mpaka unafunga muda unapotosha mea tu. Kwa hivyo viungo vya mwili vinafanya kazi hivyo. Lakini lazima nazo kuna kile kinafanya kucha imea. Ukikosa kwa mwili kucha itamea. Kuna bwana mmoja alikuwa na shida ya maini. Aliagizwa, sijui kama ilikuwa ni conventional ama ilikuwa ni natural. Aliagizwa, lakini mimi nikiangalia prescription yake ilikuwa natural. Aliambiwa, unaona mahindi? Kale kakitu ka pale ndani, kale kama tunaita kama moyo wa mahindi. Yes. Hiyo akule hiyo peke yake. Yes. Sasa you can imagine wale wanawake ambao walikuwa wanapea kibarua ya kutoa kubambua mahindi ndio aweze kufikia hapo kadude hapo kandani. Hapo kandani hapo. Na siku hizi hapo sawa. Yes. Ni kwamba yani Mungu ameweka vitu vya ajabu kwenye vile vitu aliumba. Hebu nikuulize swali rahisi. Mungu katika akili yake yote, mwenye hekima yote. Maandiko yanasema mahali akili ya mwanadamu inafika, ujinga wa Mungu ni werefu kuliko mwanadamu. Kitabu cha Wakorintho. Ujinga wa Mungu ni werefu kuliko uwerefu wa mwanadamu. Sasa katika akili za Mungu zote, akaumba dunia yote na akasahau kuumba hospitali kweli. All technology killing humanity. Sasa alisahau kuumba hospitali kweli. Hawezi sahau. Kwa hivyo kumaanisha kuna hospitali mahali. Na iko wapi? Kwenye vyakula tu. Ndio maana unaona wanakuangiza angalia kule. Ndio maana Mungu akapea mwanadamu hizi vitu vinarepea, inafanya mtu mwili ujilete sawa, ujikinge, ifanye natural. Na kuna wale ambao wako na ufunuo. Basi. Na kwa hivyo ujuzi umefikia watu wengine. Sasa kwa mfano kama nyinyi, mimi nikiwa mdogo kule kwetu Muranga, ukiumwa na jino, babu yetu alikuwa anatutafutia kamti fulani, anakwambia tafuna huo mzizi uweke maji pale. Na jino linatulia. Na unajua uchungu wa jino vile ulivyo. Ndio hivyo. Hata kuna madawa ya jino inachukua dakika 2. Jino linanyamaza. Ndio kama vile umesema. Sasa nikwambie, ukienda hospitali sasa hivi, unataka jino linyamaze, utachapa penikila, si ndio? Kweli. Penikila. Kumaanisha ikiisha nguvu inaanza tena. Lakini hiyo mmea ulipewa na babu, ukiweka inanyamaza, hautasikia tena. Sasa swali ni tiba, hospitali ya Mungu iko wapi? Katika vile vitu alitupea. Alijua tu kila vyakula ametupea vitatutibu wenyewe. Vitatutibu wenyewe kabisa. Na ndio maana unaona wale wataalamu wengi sana wamefikia sehemu ya kuchukua what you call essential oils. Ndipo wajaribu ku-extract zile dawa ziko kwa mmea uko ndani, kama tumaji kidogo. Kuna zingine inakuwa kwamba unaipaka kwa tumbo hapa nje tu. Kama tuona hivi, tumbo iko kiume na nyamaza. Essential oils. Ziko. Hapa nchini ama nje? Nje. Kwa hivyo wanachukua huku kwetu, wanabeba kwanza kiwanda kikubwa chao kiko Mombasa huko Kwale. Na wajua Kwale Shimba Hills, kuna natural, ukienda Mzima Springs, ukifika maeneo yale unapata kwamba kuna hiyo the ecosystem. Ama kwa mfano kama ni mahali kuna mto, kuna yani hakuna human activities. Kwa hivyo hiyo ecosystem remain hivyo for thousands and thousands of years. Nikwambie. Unaona kama hizo springs. Mzima ukipima pH ya hiyo maji, utaikuta kwa kama 9 pH itakuwa kama 9. Inaweza kuponya saratani ya ngozi. Hiyo. Oh yes. Kuoga na hayo maji tu peke yake. Sasa maji tuko nayo hapa imechapwa chlorine nikwambie. Dead kabisa. Oxygen dead. Kwa hivyo utakuta iko chini ya pH ya 7. Kwa hivyo ndio maana kwa mfano sasa hivi tunaelekea Krismasi, na wakati tunapoelekea katika msimu huu wa sherehe, watu hujivinjari. Na moja wapo kujivinjari kwa njia ambayo mimi naielewa vizuri, na nahisi kwamba hapa naturally unahisi kuna tofauti kubwa sana. Nikienda kwetu miti ipo mingi tu, hata shambani kwetu miti ipo. Kuna mito ambayo imepita huko mingi sana. Sasa kwetu ni Muranga, 6 kilometers from Abadeas. Ukinywa yale maji ni kama kwa mfano nipeane mfano mzuri mtu ataelewa. Ukitoka Nairobi ukifika Mombasa, naturally tu unahisi kwamba hiyo weather imechange. Hakuna jua kali, lakini joto. Hata usiku ukienda kulala unasikia blanket inapiga teke. Ukikunywa maji ya kule unasikia yako na joto na yana chumvi.
Sasa ukitoka Nairobi, maji ambayo tunakunywa tunasikia ni kana kwamba iko sawa. Unapoenda mashambani, wengi tunapenda kutembea huko wakati wa msimu wa Christmas. Unaenda mahali ambapo mkono unachota maji, unakunywa yale maji vile tulikuwa tunakunywa, ama unatumia maganda ya ndoma, una nini, majani ya ndoma unakunywa, unasikia tofauti kubwa sana na ile maji ambayo unakunywa Nairobi sana. Unasikia maji ni tamu sana, na utamu wake tu sijui na inaponya. Unajua inaponya, maji inaponya. Do you know what you need to survive? It's not food. Not food. Water. Maji kweli, maji ni hai. Water, kwa sababu iko na minerals zote. Minerals zote. Chakula ziko na minerals zote. So your body functions on minerals. Nutrients. Daktari, Kiwia, hebu niambie, kuna watu wengi sana ambao wanaumia na vidonda ndugu na magonjwa ya ngozi. Na najua kwamba uko sawa katika kutibu magonjwa aina yote ya ngozi ambayo imeparara, iko na shida na inarejea hali ya kawaida kabisa. Hebu tuambie, mnatumia ujuzi gani? Ninatumia lakini kidonda ndugu hicho huko niambia last time. Last Wednesday. Kwa sababu pia Wednesday tuko hapa. Kidonda ndugu natumia kitu kinaitwa the wound sealer. Wound sealer. Ndio nini sasa? Inasaidia inakunywa sumu yenyewe. Unaweka pale inakunywa sumu yenyewe, nakunywa sumu yenyewe, kile kinafanya kile kidonda kisipone, alafu kinaanza kurudiana. Unajua kuna mtu mmoja alinigusia, najua huwezi kupatia formula ya dawa zako, lakini kuna mtu aliniambia wanachoma majani ya waru. Wow, na wanatumia majivu kama dawa ya kidonda sugu. Sijui kama ni ukweli, lakini sijathibitisha, sijasema ni ukweli. Hiyo ni nyingine basi ni. Kuna mtu aliniambia kutoka huko maeneo ya Rift Valley. Nikwambie kitu. Tiba iliyotumiwa na mababu zetu, hizo tiba zitasaidia mimea. Nimeletea watu wengi wanataka kwenda kukatwa kwa sababu ya vidonda imekataa amputation. Una mtu kwa wiki mbili mguu unapona mpaka haelewi, ashikanishi. Kwa muda mrefu nimekuwa nikiitwa kutibu inaitwa CMI ukienda Mwea kwa makutano pale. Kwa sababu ni tibu moja hapa alikuwa na vidonda, kidonda imekataa, daktari wanamkata, wanataka kufanya grafting. So wiki mbili wakashaka. Sasa nikaitwa kule na father wa CMI huko. Anaitwa Father Christopher, mtu wa Mungu yule. So nikaenda kile kutoa watu wameumia sana. So ni tibu kwa muda, vidonda vilikuwa ndogo inapona rahisi tu. Alafu kitu cha pili umeongea juu ugonjwa wa ngozi. Ugonjwa wa ngozi tunatumia kitu kinaitwa oxygen therapy. Hata kama hiyo ngozi imekuaje, hata kama imebambuka, inakaa ni kama ina vidonda, imekatika ikoje, hiyo sio na shaka, itarudi laini, itapona kabisa. Na niulize, hii oxygen therapy ni vifaa gani ambavyo mnatumia, ama ni dawa gani? Ni dawa za kutoka mashambani, ama labda mnatoa katika mataifa ya kigeni, ama mnatoa wapi? Hii ni natural medicine inatoa nje South Africa. Sasa unajua oxygen therapy kama vile. Kwa hivyo ni dawa, umesema hapo umekimbia sana. Usinipige chenga tafadhali. Niko hapo kwa oxygen therapy. Kwa hivyo ni dawa natural, lakini unatoa South Africa. Natoka South Africa. Sasa tuko pamoja. Afrika Kusini. Sasa unajua hiyo dawa kama na kwamba inatibu inatibu allergy zote. Hiyo dawa ukiletea mtu wa HIV, hata ambaye ARV zimeshindwa na anaendelea kuisha, hata kama kwa kitandani hawezi kuinuka, wiki mbili utamwona akikimbia. Hiyo dawa hata uliniambia hivyo miaka mingi iliyopita. Yaani rahisi, ni dawa rahisi sana, hela rahisi. Yaani uko na mtu wa HIV, uko na mtu wa allergies, mtu wa blood pressure, na ni cheap, so cheap, very affordable. Kwani itakuwa pesa kama ngapi? Kwa mfano mtu ako na arthritis. Hujataja arthritis. Umesema mtu ako na HIV, nimesema ugonjwa wa ngozi, nimesema allergy. Umesema ni cheap. It's affordable. Kulinganisha na tuseme kama unatibu allergy, utakuta kwa mwezi mmoja mtu anatumia kama 3,500. Hiyo tu. Na kama ni allergy anahitaji miezi miwili ikienda sana. Ana allergy tena. Kwa gharama inakuwa 7,000 tu. Na imesha hiyo allergy hata ashinde chemist na nini haiwezi kupona.
hawezi. Niulize, ni mapuuza, ni mazoea ya mapuuza tuko nao. Unajua Waswahili wanasema kwamba mazoea yana tabu. Ndio. Na kuna daktari mmoja japokuwa kwamba sijamjua jina, amesema na amekuwa akiongelewa sana hivi sasa na ni kwa muda sasa. Na hii leo pia asubuhi nimeona akitrend. Sijui kuna mtu amerepost whatever he said about corona. Siwezi kuverify na sitaki kusemekana kwamba nimetoa mwongozo ambao hujathibitishwa. Mimi si daktari, mimi si mweledi wa masuala ya tiba, lakini mimi ni mtangazaji. Kwa hivyo kuna maswali ambayo we have to poke some holes. Yes. Anaongea kuhusu ugonjwa wa corona na ndio umefanya trend sana. Sasa anapeana mfano akisema kwa mfano Australia kulikuwa kunaishi Aborigines na amesomea huko na amekutana na wao huko. Lakini hivi sasa nikana kwamba wamemezwa, hawapo tena. Japokuwa kwamba neno ambalo anatumia exterminated, they were exterminated, hilo siwezi taka kulitumia kwa sababu siwezi kuthibitisha kana kwamba ilikuwa ni ukweli. Anasema South America kulikuwa kunaishi wanaitwa nini, Mayans, the Mayans. Anasema North America kulikuwa na Red Indians. Sasa unaona South America sasa hizi kunaishi watu ambao wako na lineage ya Spaniards. Sasa anaelezea vizuri na anasema kwamba tiba ya corona vile ulivyosema inaweza labda kama mataifa ya Afrika. Vile pia amesema pia leo Lumumba. Kama kungekuwa pia nimeona na trend leo asubuhi kutokana na hayo masuala tu, akisema mataifa ya Kiafrika hayataki kukumbatia utajiri ambao tuko nao, si mali asili, si tiba, si kila kitu. Lazima tuamini kitu ambacho kinatoka mataifa ya Ulaya. Na inaumiza sana. Kwa hivyo tuko na Mayans, watu the Mayans kile Mungu amewapea. Kuna mtu alikuwa anaitwa Dr. Sebi. Dr. Sebi. Utaenda kwa mtandao. Na najua nimesoma story yake. Dr. Sebi hata kwa YouTube amefanyiwa documentaries. Alipoza na tiba alifunzwa na Mayan. Ndio kwa North America pale. Na ndiye amekuwa the only doctor reported ambaye alikuwa anaponya ukimwi kwa siku 12. Paralysis, hizo vitu haraka. Ilikuwa haraka. Na ilikuwa unakumbuka ile interview alifanyiwa na akaleta watu kudhibitisha wamepimwa kwa hospitali, amekuja matibu wamepimwa tena hawana vitu kama hivi. Na ameongea sana ndio Mayans. Kwa hivyo asili, tiba asili. Naomba ni kamba tungeamua tu tusahau kama Tanzania, nchi jirani ya Tanzania wamekumbatia. In fact wanatoa kuna hospitali conventional na hospitali za tiba za kienyeji. Nilienda Zanzibar nikakuta mzee mmoja pale ando Said bin Said ako hospitali hata analaza watu na tiba asili. Tiba asili. Nilienda Zanzibar na watu wanatoka Kenya wanaenda China. Mchina anatoka China anakujia dawa huku, wewe unaiendea China. Ndio tatizo sasa. Ndio tatizo. Nikwambie kitu. Watu wangeelewa nguvu za tiba asili. Tungeungana. Tujaribu kutafuta kile kinaweza kupatikana bila kupigana. Kwa sababu mimi conventional medicine, kuna dawa conventional medicine najua zinafanya kazi kabisa. Mtu wangu anaweza kuja nimwambie kwa haraka enda mahali fulani ama uchukue dawa fulani itakusaidia kwa haraka. Kuna kile unaitaka chronic diseases. And hizo ndio ina shida kule. Lakini acute disease, malaria, nini? Sababu badala ya kupewa dawa ikupe, ndio uchukue kwa haraka, fix haraka, ishe. Kwa hivyo ni vizuri tukubaliane. Conventional medicine kuna mahali wanafanya vizuri, natural medicine kuna mahali wanafanya vizuri. Tuungane, maana lengo ni moja. Tuponye watu wetu. Tuponye watu wetu. Ni kweli ndio leo. Daktari, hebu tukumbushe unasema kliniki yako iko wapi? Iko karibu na Malusi. Malusi, kibato hospital wa Malusi. Unapanda kama unaenda. Ama kama umetoka town ushuke B Center. B Center pale. Uulize Naivas au Naivas ya Nasra. Naivas ya Nasra. Yes, tuko nyuma Naivas. Alpha National Kiosk. Tupe namba ya simu kwa sababu unajua kuna msikilizaji labda ama mtazamaji ambaye unajua siku hizi unaweza kuwa unafanya kazi na unasikiliza runinga. Ama ile kwamba ufanye kazi ama mtu ambaye amependezwa na mazungumzo kama haya. Akaketi tu atazame na anaweza taka kupata namba yako ya simu na kufanya ufuatilizi, ama mtu ambaye labda alikuwa anatutazama last week na hakupata contact. Tupe namba ya simu 0714 467776 0714 467776.
7776. Na anaweza kupata kwenye mtandao? Yes. Mtu anapata nini? Website ipo ama tunatumia Alpha Cures. Kwa website, muna website? Kwa Facebook tunafungua online TV, but hiyo tawaleta YouTube channel ambao tutakuwa tukipost vitu nyingi na kuleta kufanya watu waelewe. Pia namba yangu direct in case, lakini ile hospitali ya haraka sasa ndio post kupata 0721 61 9459 0721 61 9459. Daktari, last time nilipea challenge. Iwapo siamini kwamba ugonjwa wa ngozi unapona kabisa hata kama ngozi imekaa namna gani. Lakini sijapata ombi. Ijapokuwa kwamba kuna mama mmoja alifuatilia sana. Amefuatilia sana mazungumzo ya wiki iliyopita na jana akanipigia akauliza kama tutakuwa hewani leo na akasema kwamba atawasiliana na wewe kwa sababu kuna jambo ulisema, na amesumbuka kwa muda mrefu, kwa miaka mingi, na amesumbuka, ametumia pesa mingi sana. Kwa hivyo natumai kwamba akikupigia ujue huo ni mmoja kati ambao nimerifaa kwako. Sasa hebu niambie ugonjwa mwingine ambao labda Wakenya wengi wanaumia na hawajui kwamba kuna suluhu. Ugonjwa mmoja ambao unaumiza watu sana ni ugonjwa wa arthritis. Kwanza sasa hapo ndipo umegusa kwetu nyumbani haswa. Umetua kwetu nyumbani. Kuumwa na viungo, yani ni kitu kinaumiza sana. Unajua kule kwetu Muranga huko juu, Abadeas, ukienda upande wa Nyeri umepanda huko kwa sababu ya baridi. Na watu kusema ati mwili ushazoea. Lakini mwili unakuwa worn out pole. Ukiwa energetic labda umri kama wangu huwezi ukahisi kitu. Lakini unapofikisha miaka sasa unachuna majani chai, unaenda lori haijafika, unalala nje, unanyeshewa majani chai, ukichuna unanyeshewa na huwezi toka kwa sababu ushaanza umechuna kilo 3 utatupa. Lazima uendelee unyeshewe, uvumilie. Nimenyeshewa sana kule nikichuna majani chai. Niposa nikasema nimepiga salute, siwezi taka kama majani chai karibu na mimi. Yameniumiza sana. Sasa na hailipi. Sasa unapata watu wenye umri wa takriban miaka 60, 65 hapo 70 wanaumwa na viungo sana. Na suluhu ipo tena 100%. Lazima aje, ama unajua kule kwetu wanakuja Nairobi. Naweza kuwa watoto wake wako Nairobi, wanaweza kuwa wanakutazama, wanaweza kuja wakuelezee ama uongee naye kwa simu wakuelezee na uweze kupeana prescription, ama lazima wafanye test. Sio, wajua sasa tunafanya test na bora si arthritis, lakini na leo akibikio tukikiza najua ni rheumatoid osteo ama ni, alafu utibu ni rahisi tu kama hajaumia sana. Kuna arthritis na yani arthritis, kuna rheumatoid na osteo. Ndizo those arthritis ni big. Kuna osteo na rheumatoid, they're the main ones. The other forms of bone disease. So mtu tukiongea naye kuna kitu kutumia dawa, sio lazima. Kuna mmoja kama mtu hajafanya upasuaji. Na ujumbe hapa nimetumiwa na daktari kutoka US. Alikuwa huko akachukua dawa za arthritis. Na mtu wa kwanza alikuwa afanywa operation kwa joints kama operation 6. Sasa amepona 60% kwa maana upasuliwa the part is already damaged kwa sababu ya upasuaji. Sasa naambianga mtu usijaribu kufanya upasuaji, na kama umefanya usifanye zaidi. Wacha itibiwe iishe. Na kwa hivyo ukipasuliwa kuna shida kidogo ita affect kwa sababu inakuwa more complicated. Kwa sababu ile ilikuwa natural vile unafaa. Unaona sasa. Kwa hiyo mwili huwezi kufunction kama kawaida. Kama umetolewa ile inafanyanga mkono uzunguke. Sasa hata tukifanyaje itazunguka tu. Kwa hivyo operation ni vizuri watu wasikimbilie. Tafadhali ninaomba. Kuna wengine walikuja hapa wakaniona nikamwambia na dawa ilikuwa inatoka, alikuwa ameumia kidogo, kwa hivyo dawa ilikuwa inatoka 37,000 total. Na wao wameitishwa 280. Wakaona jamaa na trend. Ugonjwa wa 280 kule ati hapa anasema 37,000 dawa atawapa. Kama msipeleke upasuaji, wampeleka sababu walichukua na hela, sasa unashangaa 37,000 ile. Huyo mama hajatoka kwa wheelchair. Hadi sasa hivi. Baada ya operation. Ulifanyika lini upasuaji? Wako na 3 months. Bado kwa wheelchair? Kwa wheelchair na ameanza kuwa mweusi. Sasa ndio wameanza kutafuta. Sasa wanatafuta, lakini is a bit itakuwa kazi ngumu sana. Na itawagharimu zaidi. Kama wakati wangu wamepeleka, mama alikuwa anatembea na furaha na
Kwa hivyo naomba kwamba wale wana wazazi wanaona joints, tafadhali usipeleke mzazi wako kwa operation kwanza. Try all other options. Sikishindikana, then you can make that move. Okay. But before you try the other options, don't. Okay. Kuna swali moja ambalo ningependa kuuliza. Especially kwa wanawake, fibroids. Fibroids, blocked tubes, all types of infertility wanawake. Infertility. Inapona. Wala ambao inasemekana kwamba ni tasa. Inapona tu. Sasa vitu vidogo vinafanya mambo kwa inafanya. Kuna gazeti liko imeandika jana. Wanaandika bwana mmoja alioa lakini akakaa miaka 7 sijui 8 hapati mtoto. Wife akagundua bwana ndiye shida, akazaa na mtu mwingine. Huyu jamaa lakini wakasort sijui mwanaume hapo sijasikika, lakini sasa wanasema lakini walisikizana kwenda kwa daktari, akasemekana ana produce mbegu vizuri pasavyo. Kwa hivyo labda zitolewe na yai la mke litolewe ndio waweze kufanya nini, maybe kupitia lab. Nasemekana ni kublock test block haina, anatengeneza mbegu lakini haziwezi kutoka. Sasa kwa mwanamke ni block, kwa mwanaume na block. Unajua kitu kimoja, mambo ya mwanaume shida ni rahisi sana kwa sababu inakuwa kwamba labda anatoa semen, sperm zile ni kwamba ziko formless, hazina kichwa ama ziko na vichwa viwili. Alafu wewe ina hapa hivyo. Oh yes. Ama ni chache, low sperm count iko chini kwa sababu kuna ile idadi lazima ifike. Nasikia ni mamilioni. Sasa hiyo ni nerve blockage ya tibu ya mwanamume. Hivyo tu, na ni vitu rahisi. Hiyo kwa natural medicine ni kitu rahisi kama jana. Anasaidika tu. Kwa wanawake mostly blocked tubes, labda kuna cyst, labda kuna fibroids, hizo ndio zinasumbua hasa kwa wanawake, na hormonal imbalance. Kama hormones ziko imbalance, ndio wengine wasikia wanauma sana hata wakati wa hedhi zao, wanakuwa na tatizo, inauma sana ama vile inatoka haitoki sawa. Na wengine zimepotea kabisa kwa sababu labda alishatumia family planning ama labda hajatumia. Okay. Tunaweza condition ni rights to zinaika. Actually ile oxygen therapy peke yake inaweza kutuliza vitu vyote. Na inatumia mashini ama ni ni dawa tena ya maji na oxygen therapy. Ya maji tu. Nani tunaweka tu kwa maji. Inakosa kama ngapi ulisema? Si nile nimesema kwa mwezi mmoja. Sasa hii ni kwa mtu wa fibroids, idadi yake itakuwa fibroids is that na hormonal imbalance itakuwa nyingi zaidi, itakuwa kama 4,900 per month. Na anahitaji kama fibroids si kubwa, anahitaji 4 months. Lakini kuna zile ambazo unafanya kwa haraka ambazo si lazima utumie oxygen therapy, tunaweza tukatibu. Kwa hivyo mambo ya infertility ya mwanamke kuna njia nyingi za kutibu, vile vile kwa mwanaume. Okay, daktari, tutarejea baada ya muda mfupi. Wacha tukimbie madukani kidogo tu. Usiende mbali, lakini kwanza tukumbusha namba ya simu. Namba ya simu ni 0714467776. 0714467776 ama 0721619459. 0721619459. Alpha Cures. Huyu bwana pia ni mtaalamu wa masuala ya cryptocurrency. Inaitwa cryptocurrency, sio? Yes. Na nataka tugusie, na jana nilikuwa nimekuambia kwamba nitamleta hapa, na ni mmoja kati ya wale ambao wanaongoza hapa katika eneo hili la dunia, yani katika bara la Afrika. Kwa hivyo usiende mbali, kuna ujuzi tu kidogo anaweza kukupea na kujua iwapo ni safe kuwekelea pesa zako ama si safe. Kwa hiyo kwa TV usibonyeze kidude. Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu.
Jeremy Housing Project, we offer affordable and well-designed houses with affordable installments and ready title deeds. We have special offers in MURERA, Kiambu County, located 30 meters away from CBD, KENYATTA Road, MURERA, exit 13, and 3 kilometers from Thika Road. Phase 1, Agape Court, 1 bedroom at 1.8 million. Phase 2, Neema Court, 2 bedroom at 2.7 million. Phase 3, Ebenezer Court, situated in Isinya, Kajiado County, located 55 meters away from CBD Isinya and 2 kilometers away from Namanga Road, Kajiado County, 3 bedroom at 4 million. Phase 4, Emmanuel Court, 4 bedroom master insuite at 4.3 million. Paradiso Court, Phase 5 and Phase 6, located 20 meters away from CBD Eastern Bypass, Utawala. 5 bedroom master insuite at 6.5 million. 6 bedroom at 6.7 million. Our payment on all Equity banks near you. Account number 032026235549. For more information, call us on 0722-364-875, 0722-364-875. All visitors at Top Brass Communication Building, that floor, Allsops near Naivas, Ruaraka. Jeremy Housing Project, your house with your own title deed. Ojoka kirethima thina njira ya mwanya nayo no kuingira giothine wihotanire kimanjika gia gukumagaria Christmas. Uri urathaka maita maingi noguo wina mieke meramu ya kwihotanira o muthenya na o wiki muhotani akainukia ciringi 300. Thaka umuthi wihotanire. Ingira thimu-ini yaku uthie ha M-Pesa, lipa na M-Pesa, paybill number 760202, account name Gikuyu TV. Ririkana uri urathaka maita maingi noguo mieke ya kwihotanira imingi. Pata cash na win lotto. Yuthi giki ni kihitukia ni Betting Company and Licensing Board neyo BCLB. There is never a dull moment with StarTimes Kids content. Experience great fun and edutainment. Don't miss Tsunami, home of the superheroes. There is much learning with educative shows on StarTimes Kids content. Subscribe to Classic Bouquet for only $899 for 30 days. Keep the kids home, safe and entertained. Hikrisi, upgrade and chill kwa haya bouquet on StarTimes. Ladies, enjoy our new channel Z1 plus your favorites Bollywood and Novella E+ and Kupatana on Rainbow TV. Kids, amazing cartoon action on Toonami. And gentlemen, world football and the NBA on ESPN. So upgrade today and save 50%. Pay 2 months and get 2 months of a higher bouquet. StarTimes, your best choice for family entertainment this Christmas. Make TV viewing a premium experience on Classic Bouquet on StarTimes. World-class football on World Football Channel. Ronaldo! Novella E+ and ST Movies. Documentaries on Nat Geo Wild. And non-stop laughter for kids on Nickelodeon, Toonami and DreamWorks channels. Get the best value for your money by subscribing today for Classic Bouquet at only 899 shillings for 30 days to enjoy 64 channels. Classic Bouquet. Premium content on StarTimes. Subscribe today. Jeremy Pure Drinking Water. Pure, purified, natural water, which is highly treated with minerals that boost your immune system. Quench your thirst with Jeremy Pure Drinking Water. Place your order today. For more information, call us through 0722-364-875, 0722-364-875. Jeremy Pure Drinking Water. We quench your
Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu. Mtazamaji wa Gikuyu TV, na hii leo tunatumia lugha ya Kiswahili kwa sababu niko na daktari anajulikana kama Dr. Lazarus Kiwia. Amepiga hatua kubwa na kuwa mtu wa kwanza kujitokeza kimasomaso na kuzungumzia swala la mti wa murenga. By the way, biashara inaendeleaje? Vizuri sana. Murenga. Niliacha wakati ule ukipanga mambo ya kuweka kwenye sachets kitu kama hicho. Ya tuko na tea bag zake na kuna powder. Kuna powder pia. Wale unasikia ni ngumu kutumia powder ni tea bag. Niliona Professor Agnes Ndetei kwa wale ambao hawaamini akisema kwamba kule Marekani hizo mbegu za murenga na products za murenga zinauzwa pesa mingi sana. Wanajua the worth. Wazungu marafiki. Hata ukiingia kwa internet sasa hizi. Wazungu za murenga wanazibeba kwa kilo. Wakija wazungu marafiki zangu wanabeba kwa kilo nyingi sana. Hebu niambie daktari kuhusu cryptocurrency. So tutaendeleza hapo mambo ya dawa. Sipendi sana kukosa kusikiliza hapo kwa cryptocurrency. Ndio. Uniamini vipi na ukajitosa katika uwekezaji wa cryptocurrency? Kwanza uko na gani? Ninafanya nyingi. Kuna nyingi. Kwa sababu cryptocurrency ni zaidi ya 6700. Ya kwanza ilianza ilikuwa Bitcoin. Kuna zingine nilisikia ule madamu mwenye tulikuwa naye mahali akisema hizi zinaitwa Brakadabra. Hizo ni nini hizo? Hizo ni biashara za uongo ziko huko mjini. How would you differentiate? Na kitu kimoja, hizo si cryptocurrency. Kadabra ni unaambiwa wekelea hii kesho sasa hivi. Kwa hivyo wanapono watu. Lakini cryptocurrency kitu cha kwanza ni ukweli kwamba watu wanatengeneza pesa sana. Cryptocurrency sana. Na sasa niwaambie ukweli. Mahali tupo biashara ambazo zitabaki kuimarisha watu kiuchumi ni online business. Kweli. In fact hata siku hizi hata ukitafuta wale watu ambao wanapata advertisements sana ni watu wa online. Na it's technology and finance. Ukifika hadi ya technology finance, ukiangalia ya Safaricom saa hii kile kimwapeleka juu sana ni M-Pesa. Because they're in technology and finance. Kweli. Now, cryptocurrency ni digital money. The crypto encrypted money. Kwa hivyo ni coded money. Inakaa kwenye it stays in internet. Lakini cryptocurrency is on technology inaitwa blockchain. Blockchain ilianza kitambo around 1990 hadi 1992 93. Na wale walijua kwa sawa sasa. Hela wako sana. Lakini hiyo ilianza ilikuwa blockchain technology. Sio finance. Hiyo ilitengenezwa na wataalamu kwa sababu ya kufanya to timestamp information. Timestamp information. Because kwamba you can't take it backward or forward. Kwa sababu mtu akirudisha any information nyuma ama peleke mbele alter everything. So in blockchain kila kitu kinafanyika. You can track transaction from A to Z with date and time and you can't delete it. So your cryptocurrency ikakuwa launched on blockchain technology. Iwe kwamba you can track all financial transactions and you cannot delete it, you cannot alter it. Si mpango kama wa kweli. Si kama kweli. Unajua nilienda pale South Sea. Kuna mama mmoja rafiki yangu sana. Nishamleta hapa. Watu wengi humuita mheshimiwa ama coach. Na huyo madamu alijaribu kutupa kweli, anazitoa nje. Unajua kulikuwa na net sawa ameweka wasipotee. Wakati sasa ilifika kwamba hawapatii pesa hao kweli, anajaribu kuwatoa kwa barabara, anafunga wanapuruka juu wanarudi kwake. Unajua huyo ni ufumu ulitokea hapa na inaumiza watu. Ukiangalia cryptocurrency utaona for example ile ya kwanza ilikuwa Bitcoin 2009 na ilikuwa na cost zero 2009. 2010 Bitcoin mwezi wa 3 ilikuwa ni 30 cents ya Kenya. Mapeni mangapi? Matatu. Saa hii
imefika nafikiri milioni 6 hivi. Milioni 6. Na hata ilikuwa imefika milioni 7 imefanya kuwa na kisaji kidogo na inarudi tena. Niambie ni kitu gani kilikuwa mapeni matatu mwaka wa 2010 na sasa baada ya miaka 11 imeappreciate mpaka 6 million? Hakuna. Now baada ya Bitcoin kumekuja cryptocurrency zingine zote zimepita zaidi ya 6700. Na kuna zingine ambazo haziko kwa blockchain, usijaribu kukimbilia. Utajuaje kwamba hii haiko kwa blockchain? Kwa hivyo hapo ndipo Wakenya wamepotezea pesa. Wanafikiria kwamba kila kitu mtu anapoteza. Kwa sababu lazima uone hash na blocks. Katika blockchain yenyewe kuna hash na blocks ndio unajua how the transaction is happening. Otherwise unaweza kuibiwa. Kitu cha pili ni kwamba unajua hapo ati otherwise unaweza kuibiwa. Sounds very funny. Unaweza kuibiwa. Na wewe unajua pia hata jana nimeandika cyber crime. Kenya na SMEs, small and micro enterprises wako targeted sana kwa wakati huu. Na hao watu ambao wana instigate cyber crime. Kwa hivyo ndio sasa ni mmoja wapo kabisa. Na cryptocurrency ukisikia the jina cryptocurrency lazima ukimbilie uje. Unajua kwa sababu kwa mfano hapa na nikueleza mfano kila mtu anauza asali hapa anasema inatoka Kitui. Kweli. Hata kama supermarket wengi hawezi kosa Kitui. Hata kama ni Mjaluo ili ya Kitui. Hata kama ni kutoka Murang'a ili ya Kitui. Because that's wanajua Kitui kunatoka asali nzuri. Kwa hivyo wanatumia that name. Hata kama umekoroka sukari, wanatumia that name. So ukisikia cryptocurrency usifikiri ni ya kweli. Ni vizuri you do your kuna expert mwenye anajua ku differentiate ama kudhibitisha iwapo hii ni kweli ama hii ni uongo. Kwa mfano uko kwa gani? Nimefanya of course ni watu Bitcoin, niko na BNBs, niko na zinaitwa Shiba, niko na there are many niko nazo, lakini kuna moja nafanya nayo iko katika process inaitwa minting, inaitwa EDINA ama EDR. EDR iko kwa minting. Minting ni kama vile for example like printiwa Deraru. Inapeleka central bank. Kutoka central bank inapelekwa kwa commercial banks. Ndipo commercial bank inasambaza inafika kwa mfuko wangu. Kwa circulation. Pesa kabla haijaingia kwa circulation kuna shida, kuna value inaenda. Ndio maana serikali inasaidia kukopa piano so that there can be circulation of money. Wakati ina circulate ndio sasa inakuwa inafanya. Exactly. Now cryptocurrency inatengenezwa na watu wanaitwa cryptographers. Na wanaiweka kwa blockchain. Kama kuna Binance blockchain, kuna Tron blockchain, Ethereum blockchain, kuna blockchains nyingi. Ikiwa kwa hiyo blockchain sasa diposa ifikie watu inatumia process mbili. Inaitwa proof of work ambayo inaitwa mining au proof of staking ambayo ni minting. Unaweza kutumia mining ama minting. Mining ndio nini sasa? Mining ni computers zinashikanishwa zina solve some algorithm. Algorithms. Na hiyo unapata ka fraction kadogo cryptocurrency. And you can't know how much you're getting. But now ukija kwa minting una buy your cryptocurrency and you hold it. When you hold it every day inakupea percentage. Kama kublock an account unasema nimelock account inizalishie. Sasa daktari ni sawa, natumai next Wednesday tutaweza kuendeleza vizuri kwa sababu naona DJ Leons ameingia na anafikiri kwa studio. Utatupea namba ya simu, mtu ambaye anaweza taka kupata umuelezee zaidi anaweza kuwasiliana na wewe. Lakini umesema uko kwa mimi nataka hii stake mining. Mimi nataka hii staking. Hii minting unajua kile unapata. Kama unataka 10,000 per day unapata. Ukitaka 100,000 per day unapata. So there is a way you rent your investment. Now una withdraw anytime. Tupe namba 0721619459. sana 0721619459. Hiyo ni yangu kwa namba kutukanza. Kama ni hospitali 0714467776. Kwa hospitali 0714467776. Daktari nashukuru sana kwa sababu ya muda wako na kukubali kuja hapa kwa Gikuyu TV. Muda wote sijakuona kwenye mpinga. Nilikupigia simu na wewe ni rafiki yangu miaka mingi sana. Na mwenye amekuwa akifuatilia labda vipindi vyangu tumekuwa
natumai zaidi ya miaka 10 sasa. Kweli kabisa. Nashukuru sana. Asante. Jitako Francis Kimani, tulikuwa tunazungumza na Dr. Lazarus Ezekiel Kiwia kutoka Alpha Herbal Cures, na Alpha ulisema ni ALPHA. Yes. ALPHA kwa sababu pia kuna alpha nyingi, kuna nyingi za madawa sijui za nini. ALPHA unaweza mpata kwenye mtandao, kwenye Facebook na vile vile kwenye mitandao mingine yoyote ile. Utapata mazungumzo ambayo amepeana na elimu ambayo amekuwa akipeana. Anasema kwamba natural cures watu wasipuuze. Naitwa Francis Kimani, kwa heri kwa sasa. Gikuyu TV, Mururi wa Mugikuyu.